اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. يا معشر الإخوة، إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada kipenzi cha umma si mwingine mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, popote pale mlipo mnaendelea kufuatilia Maalim Shabani, ndugu zangu wapenzi watukufu, ama katika kipindi kilichopita mafua bado yananisumbua, lakini alhamdulillah yanaenda kukaa sawa. Ama katika kipindi kilichopita, ndugu zangu wapenzi watukufu, tulitoa kisa cha mzee yule wa Misri ambaye aliitumia suratu Yasin kusoma kumtawakali Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hatimaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alimjibia dua yake. Tunapowakuta watu wamefanya dua fulani alafu dua ikajibiwa, basi Mungu si wa yule tu aliyofanya, na hata wewe ukifanya Allah atakujibu. Tukachukua ahadi ya kusema kwamba tutakapokuja katika vipindi vijavyo, basi tutakuja na ile dua, alimradi ni kuelekezi na wewe. Yawezekana sangine upo kwenye kesi, yawezekana sangine umedhulumiwa, yawezekana huyu mama hii dua nimeifundisha mwaka jana, majibu ndo kaja kuyapata juzi kati tu hapa. Sasa ndio maana pia tuambizana katika kumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pia kunahitaji subra. Na subra unapokuwa mwanzo wa jambo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-sabr inda sadamatul ula, yani subra ukiwa mwanzo wa jambo lako unatokea uanze na subra. Isijekawa mtu yakutukana wewe na ukamregeshea alafu baadaye ngoja nifanye subra bwana. Hapana. Isioshambe bwana fanya dua hii wazunguka kwa waganga kwanza wewe, alafu mwisho wa siku tena ndo unakuja na dua wewe nifanye subra nirudi kwenye Qur'ani. Hapana. Ukiomba dua hii nafaa ingia mzima fanya. Inna Allaha ma'ana, Mwenyezi Mungu yupo pamoja nasi, anatuona, anatusikia na anatujua zile dhamira zetu zilizopo ndani ya mioyo yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamsikia mpaka mdudu anayetembea ardhi ya 7, kiumbe anayetembea ardhi ya 7 yamsikia. Ndio maana Allah anasema katika kumuomba msimpigie makelele kana kwamba Allah yeye ni kiziwi. Na ndio maana hata katika utaratibu wa swala hakuna tasbihati yoyote ya kumtukuza Allah ndani ya swala inayosomwa kwa sauti. Hakuna tasbihati inayosomwa kwa sauti. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sehemu zote zile kimya, atahiyatu kimya. Ukitoa Qur'ani tu, na hiyo Qur'ani ni baadhi ya sala zingine unasoma kimya. Kama Allah angalikopo asikii, basi watu wasingesoma kimya ndani ya sala. Lakini Allah anasikia, sami'un basirun, anasikia na anaona uzuri tu. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, mnaofuatilia Maalim Shabani, na waombeni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hizi dua tunazozielekeza afanyeni, ndani mwipatikane subra. Allah atawasikilizeni na atawasimamieni kwa kile ambacho mnachokihitaji na kwa kile ambacho mnachokikusudia. Ndugu zangu, ni bila kuwapotezea muda, dua yenyewe ni hii hapa. Dua inasema hivi: ya Hannan ya Mannan ya Dhal Jalali wal Ikram, Allahumma bihaqqi al-Qur'an wa bihaqqi suratu Yasin iqdi hawaiji fa innaka au hajati au hawaiji, wingi wa haja ni hawaiji. Unaweza kusema iqdi hajati fa innaka ala kulli shay'in qadir, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ndugu zangu, dua yenyewe ndio hiyo, na sura ya kusoma ni suratu Yasin. Suratu Yasin hii unaisoma unaswali raka 2,
kisha unasoma suratu Yasini mara 7. Naam, utaswali raka 2 kisha utasoma suratu Yasini mara 7. Ukishaisoma suratu Yasini mara 7, Yasini hii uisomi ndani ya sala, nje tu umekaa unasoma suratu Yasini mara 7. Alafu baada hapo unaswali raka 2. Ukishaswali raka 2, raka ya mwisho unamuomba Mwenyezi Mungu dua hii hapa: Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dhal Jalali wal Ikram, Allahumma bihaqqi al-Quran wa bihaqqi Yasin, Allah iqdi hawaiji fa innaka ala kulli shay'in qadir, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ndugu zangu wapenzi watukufu, hii ni dua mujarrabu sana. Imemkomboa mtu atataka kudhulumiwa kiwanja chake, na Allah akampa nusura, akampa ushindi. Kwa ajili hiyo tunapoelekezana ya majambo, yachukueni yafanyieni kazi. Yasini ni sura mujarrabu sana. Yasini kwa kuwadhibiti wanga na wachawi ni mujarrabu. Unaposhikwa na matatizo mazito Yasini soma ndugu yangu. Soma. Allah subhanahu wa ta'ala anasikia. Acha kwenda kwa waganga tunguli, kwa waganga kuku, nazi njia panda, konokono mwekundu, konokono mweusi, jongoo sijui, sindano, kadha. Simama na Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ma'ana, Mungu yupo pamoja nasi. Kwa ajili hiyo ichukue hiyo dua, ifanyie kazi. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Mwalimu Shaaban, hapa kama kawaida yetu ibtalu sihri tunazo kwa wale ambao wenye kuhitaji dawa za ibtalu sihri. Limao mujarrabu mixer ipo, mao shifa yapo, hanjari ipo. Naam, na dawa ile ya vidonda vya tumbo pia hapa ndugu zangu ipo kwa wale ambao wenye kuhitaji dawa ya vidonda vya tumbo. Naam, kwa ajili hiyo chukueni hizi asbabi, tumieni, Allah atawasimamieni. Ibtalu sihri ni dawa mujarrabu sana, yafanya kazi. Mao shifa ni mujarrabu sana, inafanya kazi. Kwa ajili hiyo chukueni. Haya ni mao shifa ambayo yalimkamata mchawi Mozambiki. Hii neno sitalisahau. Bwana alirashia tu ndani mwake, hatima ya siku anakuta kukuja bibi mtu mzima yumo ndani na sio mkazi wa mule, hana ndugu mle, milango yote imefungwa, pa kutokea hapajui wala hapaoni. Naam, kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, tusimame na Allah, tuchukue asbabu za kisheria tutumie, Allah atatusimamia. La mwisho naendelea kuwakumbusha wale wenye kuhitaji kuchinja, ndugu zangu, huu ndio mwezi wa harakati ya kutafuta mbuzi na kupata mbuzi kwa bei nafuu, kupata ng'ombe kwa bei nafuu. Kwa ajili hiyo tumeamua kufanya watu 7 ng'ombe mmoja. Tushapata 7 wa kwanza washakamilika. Sasa mara hii tunataka 7 wengine wenye kuhitaji. Tayari tushapata ukamilifu wa ng'ombe na mbuzi kama sijui 2. Sasa kwa ajili hiyo mbuzi 2 na mbuzi ngapi? Mbuzi 3. Ng'ombe mmoja na mbuzi 3. Kwa ajili hiyo ndugu yangu, na wewe fanya hima. Lengo na makusudio kutafuta radhi za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kuchinja kuna fadhila kubwa mno, na anaweza kuchinja hata mtu wa mwisho maskini. Unaweza kuchinja mwenye unayemiliki 5,000, 10,000, 20,000. Innamal a'malu binniyat. Kila jambo lolote nia ya kweli. Nia ya kuchinja unayo. Ukianza kuweka 10,000 tokea na ile jambo tulianza kulizungumza before, kabla hatujaingia huu mwezi, kwa sababu ya kuwakumbusha ili mtu aweke taratibu hatima ya siku kukamilisha vile vichinjwa. Tunashadishana hizi ni ibada. Katika ibada hizi Allah anatuonea huruma hata majambo yetu. Usikae nyuma tukategemea nyama tu, nyama kula wewe kusaidii chochote. Kile kitu kuchinja tu kwako ndo kitu muhimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yasema hahitaji nyama zenu wala hahitaji damu zenu, lakini walakin yanalu taqwa minkum. Anataka tu ule ucha Mungu kutoka nao kwenu nyie. Allah tusimamie, Allah tujalie kila la kheri. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani, na msimamizi wako wa vipindi kama kawaida, msimamizi wetu wa vipindi ni Khamisi ibn Kimaka, na mimi ni ndugu yako Mwalimu Shaaban kutokea hapa Mbande Dua Center. Tunapatikana Mbande Magengeni. Utakuta hapa ofisi yetu iko hapa, pameandikwa Mwalimu Shaabani Dua Center. Basi tuko opposite na hospitali ya Huruma. Karibuni sana ndugu zangu, karibuni sana. Tunawakaribisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.
Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.